Mtaalamu, mimi nimekuja nina shida. Mimi mtaalamu, maisha yangu ni magumu sana. Kwa hiyo naomba unisaidie. Yaani kiupande wangu kila kukicha afadhali ya jana. Kwa hiyo nimeona tu nijipe maamuzi magumu. Nimekuja kwako, nataka utajiri. Sawa, unahitaji utajiri, lakini utayaweza masharti? Ndiyo, nitaweza. Narudia tena, kweli utaweza masharti? Nitaweza mganga. Kuna binti ambaye uligongana naye Kikumbo kipindi unaenda dukani. Huyo binti kinachohitajika umuoe, na ukishamuoa ukishafanya naye tendo la ndoa, kunguru kunguru karuka ruka, kunguru karuka ruka, kunguru unatakiwa urudi hapa na tumtoe kafara ili mambo yako yaende sawa. Je, upo tayari kwa hilo? Ndiyo, niko tayari. Nimekata gogo langu siwezi kulinyanyua, nimekata gogo langu siwezi kulinyanyua, nimekata gogo langu siwezi kulinyanyua. Yesa 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 bikidakwa, yesa 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 bikidakwa, salungile mwamsoma eya, salungile mwamsoma eya. Sijali, kwa sababu yule mwanamke nyota yake ni kali sana, na endapo ukifanikisha, basi utakuwa na utajiri mkubwa sana. Hilo limekwisha, lakini kafanikishe kwanza ile swala la kumuoa, kisha urudi. Unaweza yule kapita kule, 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 yule.
baba. Mama, shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema mama, unaendeleaje? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui nyie. Mimi mzima. Mwenzio na jambo. Hajambo, lakini huku hayupo. Kwani huko kwako hayupo? Hayupo. Yaani mama, huyu mtoto wako ni kisilani. Yaani ana gubu kama gubu la mawifi. Kwani mama, nyie mtoto wenu mmemfundaje? Yaani anaonekana ni mtu mwenye kisilani, kaacha kupika, kaja huko. Yaani ana kielele kama mke wa balozi. Hayo sio maneno hayo. Hamjui hata kufunda mama. Hapana mwanangu, hayo matusi unatutukana sisi wanawake. Huyu ni msungo. Haiwezekani hayo matusi unanitukana mimi. Humtukani mkeo. Kwa nini lakini unafanya hivyo? Sasa mkikosea msiambiwe. Jamani, Mungu. Sasa yeye yuko wapi lakini? Ndio nikuulize wewe, mwanao yuko kwako huko kwangu hayupo. Kwangu mimi hayupo, labda atakuwa ameenda kwa shoga yake huyu. Maana mtafute kwenye simu, kama utampata mwambie aje nyumbani haraka iwezekanavyo. Mimi nishachoka na huyu. Jamani majanga. Huyo mtoto mimi afu na yule rafiki yake amemng'ang'ania, amemshika. Hajui kama yeye atampotosha yule. Yaani hata anielewi mimi mwenzenu. Huyo mtoto naongea naye mimi. Ni mshenzi tu wa tabia mama, asikuumize kichwa. Haya baba yangu, yasitoke mengi maneno hayo ya matusi, ngoja nimtafute kwanza. Haya mama. Huyu mimi ananitukanisha. Ngoja nimtafute. Mama, halo. Shikamoo mama. Mbona hivyo maraba? Mbona sauti hivyo? Hakuna mama. Matatizo tu, yani Majenga kama jina la mume wangu. Nini tena? Mbona yeye mimi amenipigia simu na sasa hivi anakutafuta na nyumbani kwake haupo. Hujapika mwanangu wewe. Umekurupuka utafikiri kama mwizi yani. Kwa nini? Mama mimi niko kwa Atuju huko. Afu wewe na Atuju huyo. Atuju wewe anakupotosha mwanangu. Atakusababisha wewe uachike mwanangu wewe. Kwa nini unamwendekeza huyo? Haya, niambie unacholilia nini? Kama nilipokuambia mama, ni matatizo tu. Nikaamua bora nije kwa Atuju, labda nitafarijika. Sasa sio bora nyumbani kwa mama yako, unakwenda huyo kwa shoga yako. Haya sasa nakwambia nakupa taarifa. So, mume huko kaja juu. Yaani amewaka na maneno machafu amekaa ameyatoa amenitolea mimi. Kwa hiyo nakuomba, hapo usiondoke. Mimi nakuja sasa hivi. Mguu wako mguu wangu mpaka kwa huyo mumeo. Mimi masuala ya matusi kutokana nimechoka. Jamani, mume nimekutafutia mzuri, mtu mzima. Baada ukae ustarehe lakini hakuna mwanangu wewe. Kwa nini lakini? Vipi mpenzi wangu? Wewe acha tu. Na Atuju yupo wapi? Mbona upo mwenyewe hapa nje? Atuju katoka katuachia tu funguo. Naambia unajua simu yako uje umenistua sana mama. Naambia kuna nini tena? Nimechoka mimi jamani. Nimechoka mpenzi wangu. Huwezi amini mume wangu mtu wa kuninyanyasa kila siku ya Mungu. Hata sijui hadi mwisho wake lini yani. Unajua sasa leo shida kitu gani? Ananiambia eti mimi ajui wapi nakolala. Unaweza amini neno kama hilo? Yule ni mtu wa sababu tu. Kila siku anipige mimi kama ngoma yake. Sasa niulize mimi nalala wapi na maana usiku anioni? Hebu subiri kwanza Jasi. Anasema ulali usiku nyumbani, si ndio? Yeah. Una uhakika kweli unalala nyumbani usiku? Hata wewe jamani nao niamini kwa hili? Mimi sikulaumu, ila mimi nataka nipate uhakika zaidi mpenzi wangu. Ndio maana nakuuliza. Mimi mwenzangu simuelewi. Yaani yule sijui chawi sijui vipi. Kila siku mimi nalala kitandani. Lakini eti kisa chote leo sijapika, mara kila siku unalala wapi? Maana jamani mimi sielewi. Mimi simuelewi yule mwanamume kabisa. Yaani sababu kisa sikisa ni hivyo. Yaani hata isharini ya mambo, Mimi nilijua tu. Majenga simu ni msaidi kwako. Yaani wewe
Unajua mimi wewe sikutaki kabisa wewe. Katika moyo wangu wewe sikutaki. Wewe kwa nini unasababisha mpaka mimi natukanwa? Mwanangu, mimi natukanwa? Wewe kwa nini? Huyu si ameolewa huyu? Si unajua ana mume huyu? Mumewe majanga. Lakini wewe bado uelewi. Unazidi kumfuata. Aisee, mimi sikutaki. Mama, acha basi, niangalie mimi binti yako. Huyo mtu usiompenda wewe na kumtukana kila siku ndio faraja yangu mimi katika moyo wangu. Huyo mwanamume unanitafutia na kumpenda wewe ndio anaoninyanyasa mimi kila siku, mtoto wako. Wewe Jamali, yani kinyonga mkubwa wewe. Yani sikutaki kabisa katika nafsi yangu. Yani umenitoka mimi wewe. Hata Ziraeli nampenda kulikoni wewe. Wewe ndio unamchanganya mwanangu wewe. Mama. Yes. Mimi ngoja niende. Nakupenda Jamali. Nasemaje? Mimi siataki. Mumeo amenipigia simu mimi na matusi amenitolea. Mimi natukana kwa sababu ya huyu kinyonga huyu. Yaani huyu mimi simpendi huyu, simtaki yani bora hata Ziraeli kulikoni huyu. Mama, una shida gani mama? Mbona hujai kunisikiliza hata siku moja ninachotaka kitu gani? Au mpendi Jamali kisa namba, si ndio? Haya sasa umenitafutia mwanamume mkubwa huyo mwenye hekima yake. Angalia anavyoninyanyasa. Ananipiga bila kosa lolote. Ananisinga mamangu. Nasemaje? Hapa sasa hivi kwa mumeo. Ujui mamangu, ujui. Mama ujui mama. Mimi simtaki tena yule mwanamume, siwezi kurudi kwake mama. Basi nyumbani. Tuondoke nyumbani. Yaani mimi siipendi hiyo tabia ya huyu mwanamume kupita anakuchanganya akili yako. Alafu na huyu shoga yako unayemfanya shoga wewe. Haya, nyumbani. Mama. Kwa mtakuteseka kila siku tu. Nini ndugu yangu? Nimeweza kupayuka toka kule ndugu yangu, nakuta wewe. Shida nini? Ndugu yangu, hebu kwanza naomba uniache. Hapa nilipo kichwa changu chote tayari kishapata moto. Naomba kwanza uniache, sawa? Hebu sikia kwanza basi. Umeona? Mimi najua unachopitia. Naelewa kila kitu ndugu yangu. Lakini nakuomba kitu kimoja. Yule mwanamke ameshaolewa tayari. Na yuko na mmewe sasa hivi. Kwake ndio mtu sahihi. Tena kuhusu swala la kuolewa ndio sitaki kulisikia hata kidogo kwenye masikio yangu. Umesikia Zinja? Zinja. Zinja, mimi Jasmine nampenda. Jasmine huwezi kujua mimi na yeye tulitoka wapi. Jasmine mimi nampenda toka kitambo, lakini nashangaa leo kaja kuolewa na ule mzee. Mimi ndio ile jambo ndio kuja kuniuma Zinja. Wewe huwezi kujua mimi naumia kiasi gani. Sikia kwanza nikwambie. Alikuwa mpenzi wako kama ulivyosema toka kitambo. Na hiyo tabaki tu ni kitambo. Usiforce kitu baadaye kaja kujutia ndugu yangu. Mimi rafiki yako, naomba unisikilize. Bado mimi naendelea kupambana mpaka nimpate tena Jasmine. Sikati tamaa. Sasa nataka nijue kitu kimoja Zinja. Nataka nijue kitu kimoja. Upo upande wangu au upo upande wa ule mzee? Sikiliza basi. Hujanijibu. Upo upande wangu au upo upande wa ule mzee? Mimi niko upande wako. Na wewe naomba nikuulize kitu. Mimi si rafiki yako. Na unanisikiliza. Naomba tuongozane. Tukakae sehemu tuongee. Sawa. Hilo sawa. Haina no. Mimi naishi
na shida yangu kubwa ni kuhusu mke wangu. Mimi na mke wangu mchana tunapanga vizuri kabisa, lakini ikifika usiku sipati kumbato lolote. Kwa hiyo ndio changamoto yangu kubwa ile nileta hapa. Naomba unisaidie mimi nipate kumbato tu kwa mke wangu. Acha kolo kutanta na mtoto ukiwa una maana huyu mwanamke, si ndio? Hapana, huyu ni mchepuko wangu au mpenzi wangu. Eti mama anachokisema huyu bwana ni cha kweli? Ndiyo, ni kweli. Huyu ni mchumba wangu na tuna malengo mengi sana. Una muda naye gani katika mahusiano yako? Ni kipindi kirefu sana. Sasa baba, labda nikwambie kitu kimoja. Nimeangalia, nimeona kuna kiza mbele yako kwa hicho ambacho ulichokisema. Kiza gani hicho tena? Nina maana ya kwamba umeongea nusu, hujamaliza maneno yote. Huo ndio kweli wangu mtaalamu. Na labda nikwambie jambo moja. Wewe ulikwenda kwa mganga wa kienyeji, na lengo la kwenda kwa huyo mganga wa kienyeji, nia na madhumuni yako ni kupata utajiri, na utajiri huo ni utajiri wa masharti, na sharti ulilolipewa uoe mwanamke na huyo mwanamke utakayemuoa, ili kunawilisha utajiri wako, ni lazima uingiliane naye, kwa maana ufanye naye tendo la ndoa. Kweli si kweli? Ni kweli mtaalamu, unachokisema uko sahihi. Nisikilize nikwambie, unapotaka kufanikiwa, sawa, ni lazima unoeshe maneno na sio kupindapinda. Umeelewa mama? Mwambie huyu. Sasa kwa kuwa umeshindwa kuniambia ukweli, mimi siwezi nikakutibia. Kwa hiyo katafute mtaalamu mwingine aweze kukusaidia, lakini sio mimi kibwana mwenye mkuu. Hapana mtaalamu, wewe nisaidie, niko tayari kutoa kiasi chochote unachokihitaji cha pesa. Mama, unapokala na mwenzako na kupanga majambo yenu, muwe mnanyoosha maneno, sawa? Nitamsaidia kwa sababu yako. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Kamata hii dawa. Hiyo dawa niliyokupatia, sawa, ndio suluhisho la hayo matatizo. Unatakiwa ukaiweke sehemu anayopendelea sana kukaa huyo mke wako. Hakikisha asione hicho unachokifanya. Naamini baada ya wiki moja tayari kila kitu ama majibu utakuwa umeshayapata. Kuna lingine lolote? Wewe una lolote? Jasmine, mbona uko hivyo? Napitia magumu aliyokuwa sijui binadamu gani anaweza kuvumilia. Wallahi, mtu anaoweza kuvumilia kwa hili motoni anaweza kukaa. Mwanamume binafsi sana, hanipendi, hananinyanyasa, hata mama kufikia haipo hivi. Napitia magumu sana shoga yangu, yaani naelekea kushindwa kabisa katika hii ndoa.
huku kuna kuendea naweza nikanywa hata sumu. Pole sana Jasmine. Piga moyo konde, utafanikiwa tu. Hatuju, hii too much. Hii too much. Sijai kuona. Wallahi mimi nimeshindwa kabisa. Sawa, ila pole. Vipi? Jamali alikuja leo? Hawa aliwachia mzigo wangu? Hapana, bado hajafika. Atuje. Abe. Vipi, kwema? Kwema, karibu. Asante. Vipi, nani nakufunga funga hivi? Mwenyewe. Vipi, kwanza tayari ushakula? Hapana. Sasa kwa nini bado mpaka sasa hivi? Wewe acha tu. Asante sana mpenzi wangu. Fanya ule sasa, sawa? Natudi. Ave. Na nifanye mpango kwanza wa kula. Tuje. Haya, karibuni. Jasmine, usimwamini Atuju hata dakika moja. Kingine, tafuta njia sahihi. Jamani, mimi nimekuona ukiwa safi kabisa, sina makando yoyote, na ninaongea kutoka moyoni. Jamali, naomba niachie mke wangu Jasmine. Jasmine nampenda kutoka moyoni. Jasmine ndo babu wangu. Jamali, usitaki nikimbilie maungomo, mke wangu, usitaki kujua upande wangu wa pili. Jamali, hivi blaza, nikuulize kitu kwanza. Nikuulize kitu blaza? Uliza. Wewe unasema Jasmine unampenda, si ndio? Na Jasmine mke wako. Sasa mbona unamtesa? Mtesa? Wewe swala la kumtesa mke wangu Jasmine wewe inakuhusu nini? Hayo ndo mapenzi yetu. Kinakukera nini? Acha kielele Jamali, yatakukuta mambo. Hebu nisikilize basi blaza. Nakuomba. Mimi nakuomba blaza. Naomba uniache Jasmine wangu. Mimi nitakupa kiasi chochote utakacho. Yaani unatembea na mke wangu.
Basi nitakupiga mate sasa hivi. Blaza. Alafu mjinga wewe unaniambia mimi nikuachie mke wangu? Basi blaza, nimeshindwa mimi. Nikupige tatu tatu. Basi. Nisamee mimi blaza. Basi samani. Nikunyonye mate? Nisamee blaza basi. Unapata gani ujasiri? Basi blaza. Basi wewe. Kanisa blaza pikulane hapi. Ndege huyu ndege wangu wa samani, amekalia kuti kavu, ndege huyu analia. Ayua baba ayua, ayua wayu wayu, ayua mama ayua, ayua wayu wayu. Jamari, kaendelea kupambania kitu ambacho unachokiamini katika dunia. Sasa usitegemee mtu mwingine aje kupambania, na wewe ukitulia tu ukihitaji msaada wake. Hanta kujipambania mwenyewe, mwingine naye ndo atafuata. Kingine, wewe vumilia tu, hipo siku utashinda na haya yote yataisha. Unajua mimi Jasi, yaani siku kama ya leo nimeiota sana. Yaani nimeiota sana maishani mwangu. Kwanza sikuamini kama utakuja huku. Ila mapenzi, umeamua kunimudia na mimi huku. Sasa wewe angalia Jasi. Mfano ungekuwa mimi ndo wewe. Yaani ungekuwa mimi ndo wewe. Alafu ngoja kusikia mimi nimeoa. Ungeweza? Basi ningejinyonga. Mimi ni moyo wangu ulivyokuwa mdogo. Shakufa zangu saizi. Basi, kuna majibu una. Mimi mwenyewe nimeshindwa. Kama ulivyosema umeshindwa. Ndio maana nimekufuata mama wangu. Kwanza nashukuru ulipofika kwa wakati mpenzi wangu. Una kitu ambacho kilinikaa hapa. Nilikuwa natamani kukuambia. Kitu gani Teneko? Amna, nimekumiki tu mpenzi wangu. Kwa kitu ndo iko. Nimekumiki kama jambo dogo. Halo? Niambie mamtu. Safi, niambie kipenzi. Kwema? Kwema. Nilikuwa namwangalia yule kwanza atubu. Maana hiyo ndoto ya kwanza ameniambia nisimwamini Atuju. Atuju huyu alotoka hapa sasa hivi? Ukiachana na yote. Huyu mtu kaniambia viti, nibadilishe njia nilopita. Kwa haraka wewe utajua njia gani? Njia kwa masala, jiji katoto, njia gani? Sawa, nimekomunisti, sijapona muda kidogo. Kweli? Kwani? Umepika nini? Nimepika chakula unachokipenda. Unanijulia? Kwa nini sikijulia? Kwa sababu nakupenda sana jamani. Sikia Jasi. Hapa na majibu yote tutapata kwa mtaalamu. Twende kwa mganga. Vipi, Jasmine yupo? Hapana, bado hajafika. Kuna shida kwani? Hapana. Nikajua kuna shida. Sawa, unakuja stanga?
Muda si mrefu nitakuja. Sawa, nimekumisi Naldo. Nimekumisi pia. Kweli? Mganga tena. Sasa kule si ndo watoto pa majibu. Sasa mimi na mganga jamani namjulia wapi? Na huku mwenyewe unajua mgeni. Nakupenda. Nakupenda pia. Na usubiri. Sawa, nakuja. Hai. Usijali. Mimi napajua mganga pa kumpatia wapi. Leo nao kinimsahapo. Vipi tena ikaeka, kuna amani? Hamna, amani ipo. Basi haya. Sasa Tuju, tulikuwa tunatoka mara moja na mpenzi wangu. Mimi nipo jamani, nitalikuta. Kwa tutarejea sio baadaye, tuenda sijui kesho. We baadaye upachoki bwana, kesho. Sawa shemeji. Nia. Standoga. Au balitam. Vipi? Babu, si tumekuja hapa vijana wako, si tunuta tatizo. Uone mwana yako ni chumi. Tulangu kunabika na vyotosi. Ya ajabu ajabu. Tumano pia hapa babu. Wabumba nsala. Timbe maana hizo bumba. Matini. Sawa. Haya ma. Hebu naomba uniambie. Nini hasa? Acha kiruta. Babu, ndoto umelia yote ya siku na kumsimulia mwenzangu. Nilimwona mtu aliyofanana na yeye. Binti aliniambia mkae mbali na Tubi, si mtu mzee. Na kingine anaambia nitafute mpesa. Sasa kama kijijini au mjini. Niko vile tu ukweli. Hiyo ndoto uliyoiota ina maana kubwa sana. Na alipokwambia kwamba uende kati ya kijijini ama mjini, hakuona maana hiyo unaoifikiria pia. Huyu bwana amekuelekeza vizuri sana. Alikuwa na maana kwamba uje Chilingiri kwangu. Na huyo Atubu ni rafiki yako, sio? Ndio baba. Acha. Wewe nisaidie, niko tayari kutoa kiasi chochote unachokupa kuteleza. Hili ni tatizo. Tena ni tatizo kubwa sana. Ndio baba, nielewe. Naomba unisaidie na mimi tatizo. Ili naweza kuniacha siku. Hapana. Nilipanga kuwasaidia. Lakini kwa hichi ambacho nilichokiona hapa, siwezi nikawasaidia. Babu. Mimi lakini babu ngalikuwa si tumekuja tunahitaji msaada wako babu. Wacha. Salamu kwa wewe mwalimu mkuu. Kwa nini wasiostahili msaada mnawasaidia? Na wale wanaohitaji msaada kwa nini uwasaidie? Uganga wako kwa ajili ya kuwasaidia binadamu wenye matatizo. Naomba umsaidie Melita.
wampa eme ni milima makandole, wampa eme ni milima makandole, akakakatunika sambile mama kandole, akakakatunika sambile mama. Acha ai, sawa, mimi nitawasaidia na wala msio na wasiwasi. Mmenielewa vizuri? Asante baba. Hai. Yaani mpenzi wangu, nashindwa kuelewa ni kanini. Maelekezo nimefanya ipasavyo. Yaani mimi ndo sielewi kabisa yani. Mpenzi, ulikosea masharti. Ana, ipo na akili yangu timamu. Unajua yangu kwangu inazidi kuwa mbaya sana. Mpaka sielewi nafanya nini. Yaani kama hatujafanya kitu, kwa sababu mchana tunakaa vizuri na tunapanga, ikifika usiku ndo kama vimezidi. Hata kumwona sasa hivi simuoni. Siniambie hivyo. Uje nazidi kuumia. Kumbuka mimi nakupenda na malengo na wewe. Majanga mnaomba. Mpaka najuta. Moyo dada, najuta. Kwa nini umefanya hivyo? Maana mimi sielewi. Mabadiliko kibao kwa sasa. Hebu niamini ninachokwambia. Kwanza kwa sasa hivi inabidi tena umfuatilie kwa makini. Bila hivyo utazidi kupotea. Sikufichi, tunakoelekea ni sehemu mbaya. Hapa tunafanyaje? Mimi sina la kufanya. Kushauri mtu tena tu kwa Mungu. Nani anaweza kanisaidia mimi? Unadhani atakupokea na kutuelewa? Nenda kujaribu tena. Tutamuomba tu. Lazima atatusikiliza. Pia nakuomba. Nakuomba kipenzi changu, twende. Huko tunakwenda. Sidhani kama mwanamke wako. Tunajaribu bahati nasibu. Sawa. Fanya. Pengine kinongo mwanangu siamini. Imekuwa majanga noma hiki noma. Ofaza basi igua walesa. Bwa mani paka sasa hivi mwanangu hajatoa hata hela wewe. Kazi yote ile tuliyofanya. No. Ancho bwa kabisa wewe. Hapo tunafanyaje? Labda tusikilizie mwanangu. Hapo nisho kusikilizia. Seguro. Ya. Manda. Mwanangu alijua ni kali. So kuwaka tulinang'ata na kupuliza. Leo mshikaji yao sana. Kwanza sikunza. Hapa fresh sasa hivi iweni. Na kumbana na amani tu mwana. Ndio kama jamii tulakija na mjulu. Hii ni pande ndugu yangu. Kabla sisahau. Na kitu mnaenda polisi. Kipi? Haitakuwa hatari hiyo. Sasa naogopa mimi ninje ya mpango nimepangi mimi. Kila kitu tayari shika. Sawa. Sasa, mimi nitakusaidia. Hii mambo ya pepe. Kwa roela ni. Mwanangu kwa tunatuamini wote.
Hodi. Hodi. Wenyewe. Babu. Babu. Wenyewe. Uwasaidie nini? Umekuja baba, naomba utusikilize. Siwezi nikawasikiliza. Kwa nini babu? Mnajua mlichokifanya. Binadamu kugafilika ni kawaida, naomba utusaidie. Hiyo kugafilika kwenu mimi hainihusu, kwa sababu mnajua ambacho mlichokifanya. Hapana babu, usiseme hivyo. Tunaomba utusaidie. Tunakutana na vitu vya ajabu ajabu hata tuvielewi. Wacha kuruhutata mantetele. Nisikilize majanga nikwambie. Naingia ndani. Nikitoka hapa nje, takachokuja kuwafanya pindi nitakapowakuta wajuta katika maisha yangu. Babu, naomba tusaidie. Babu. Heshima ya ndoa yangu ba. Kwa nini unanidharau kiasi hiki? Nikupende vipi? Nikupe nini urizike? Kwa nimeoa jina tu, ila Jamali anakutumia, si ndio? Sasa nda nikwambie kitu kimoja. Siku yote ukiona turubai kwa kina Jamali, mi udosika. Hawezi kunikimbia milele. Jamali, huwezi kunikimbia milele. Nitakukamata. Nini? Vipi ndugu yangu Jamali? Kama kawaida kaka. Kama kawaida. Mbona kinyonge sana? Wapi hiyo? Nangu natoka hivi. Nenda hapo pharmacy mara moja kwenda kuchukua dawa. Shida shemeji yako. Yaani shemeji yako nahisi kabisa anaumwa. Maana anatapika tapika. Mwili wake unaisha nguvu, analala. Yaani simuelewi. Naona kabisa anaumwa. Na hii nahisi kabisa ni dalili za malaria. Kwa hiyo nenda hapa pharmacy kwenda kumchukulia dawa za kumtuliza maumivu. Kaka, kwa ulivyonihalisia, huyu atakuwa ni mjamzito. Kwa muda si mrefu nitaitwa baba. Inawezekana, ila sina uhakika sana cha kufanya. Sasa ni bora urudi nyumbani ukamchukue, uende naye moja kwa moja hospitali mkapime mpate uhakika. Yaani hapo ndugu yangu Zinja, hapo sasa ndo amenifungua. Unajua nilikuwa naenda kuchukua dawa lakini nakuja kumtuliza maumivu. Sasa kumbe sijajua. Kumbe naweza kuongeza magonjwa. Kumbe mtu anaweza kukuta kumbe ana mimba. Kabisa. Utaitwa baba. Si umekuwa unaenda hivi ndugu yangu? Maana huko tena sio pa kwenda. Maana huko naenda kuongeza maradhi mengine. Bora utondoke wote. Unasemaje? Kwa sawa. Ndio ndugu yangu. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Kila siku naongea na wewe utaki kunisikia. Kwa nini? Nimeoa mimi au amekuwa ule mshenzi? Unajifanya unampenda sana, si ndio? Kwa unisikilize. Unakuwa na tabia mbovu. Shenzi kabisa. Kwenda kwenu.
Wete mama. Afe. Mbona nje tena hapa kinyoa? Shida nini tena? Kama kawaida jamani. Haya mateso si yataisha lini? Yaani kama kawaida nini? Mbona sikuelewi? Hebu niambie Jasmine, kuna nini tena? Hii sio jana, sio juzi. Ni leo. Muda si mrefu. Yule mwanamume anipendi. Nishike niwe kwa ajili ya kunikomoa tu. Ina maana akakupiga tena? Kwani mkono umevimba huu? Mimi nilijua tu huyu mwanaume sio sahihi kwako. Sasa sikia Jasmine, mimi nataka nikusaidie. Mimi nataka utondoke hapa, lakini sio kwangu, maana kwangu ni jirani. Nikikuchukua hapo tuondoke kwangu, mume wako anaweza kukuona akakurudisha tena hapa na akakupiga tena. Mimi nataka twende kwa rafiki yangu Zinja, si unamjua yule? Nampata. Sasa nataka twende kule ili ukatulize maumivu kwa siku kadhaa. Ukibaki hapa atakuua huyu. Kutayari kwa lolote deni sasa hivi. Basi kama upo tayari tuondoke sisi. Yasiyo kutokea makubwa zaidi mamangu. Hebu twende. Inuka taratibu. Kidogo jikaze. Kaze basi. Ujue ni hatari sana, na ipo siku anaweza kamuua. Ndugu yangu, bora sasa hivi kuliko hiyo mchano. Wewe unapokea vipigo kuto mara 3, asubuhi, mchana na usiku. Sasa nilikuwa na wazo, nikapo na kikiba changu kidogo cha pesa nimekihifadhi. Nahitaji kuwapa ni mradi msafiri kabisa, mwende mbali na. Sawa, wazo lako ni zuri na msaada wako ni mzuri, lakini Zinja, kusafiri mimi siwezi, kwa sababu harakati zangu zote zipo huku. Kwa hiyo nikisafiri huko unafikiri itaanzaje? Kwa hiyo mimi nichukua na kuomba ndugu yangu unisaidie kutimia. Huyu mwanamke akae kwako, maana mimi kule kwangu nikienda naye mimi naona kanena jirani kwa mume wake atajua ipo kwangu, aiza anaweza akamuona. Kwa unataka akae kwako, mume wake asijue wapi alipo. Nisaidie hivyo ndugu yangu. Hata sikia, kule kwako kuna nani? Kwangu hakuna mtu huyu, nipo mimi mwenyewe. Basi fanya kitu kimoja, mimi nitakuwa na hara kule kaa, na wewe utakuwa na hara huko, kwa sababu mimi siwezi kukaa na huyu kimbato. Mimi ni mpenzi wako wewe, ila kwa sharti sababu fanya hizo mchana wewe utakuwa naenda kuzuga kule kwa, na mimi nitakuwa na zuga hapa kwa, imani mtu yote asijue kinachoendelea. Sio, unanielewa hapo? Zinja, mimi nashukuru sana kaka kwa msaada. Utakuwa umenisaidia sana ndugu yangu. Sasa sikia, kile kiba changu ambacho nilisema nikupe msafiri, naomba niwape mimi boss. Kwa malizia kumkandakanda hapo, mpeleke hospitali, mimi nitaacha mtaodi hapa, mimi nitaenda kulala. Ni bora tu tuondoke hospitali. Sasa ile vizuri sasa. Mama, umefurahi sasa na roho yake, sio? Nini? Nilikwambia tu kwa mwanzo huyu mwanamume si sahihi kwangu. Unaona mama kitendo cha nitendea mimi. Mama kila siku nikileta kesi kwako wewe kuhusu mwanamume unamtetea. Sasa leo angalia sasa kichokuja kutokea. Hatujui mama ni rafiki yangu na unamfahamu vizuri sana. Anatembea naye na mbaya zaidi ni mjamzito. Nitaweka wapi mama sura yangu?
Angalia alivyonikashifu kwanza kunitaririsha. Majirani wataongea nini? Na wewe mwanamume si wa maana, simtaki tena, simtaki mimi. Simtaki. Baba, Majanga anayosema mwenzio ni kweli? Kwa nini umefanya hivyo? Wewe anayosema rafiki yako ni kweli? Majanga, weka jambo hadharani. Hivi unavyokaa kimya, unategemea ni nani akulelea mimba yako? Mama, kisema Jasmini yuko sahihi. Mimi nilitembea na Majanga na hii mimba ni yake. Majanga, kwa nini unafanya hizi Majanga? Mtu mzima nimesema mwanangu anaenda kukaa kwa furaha, kwa amani, kwa upendo. Unaenda kumpa mauzi, unaenda kumpa janga la moyo eh? Sasa huyu ni rafiki yake, kwa nini unamfanyia hizi? Haijatosha tena baka mimba. Mama, ni kweli mimi nimefanya, na mimi nishakuwa. Kuna mambo mengine sio lazima nikushirikishe. Mimi ni Muislamu, Waislamu wanaruhusiwa kuoa wanawake wanne. Na mbona ni wawili tu macho anakutoka mama? Bado wawili tena nataka nichukue. Dada, wifi yako nyendo huyu hapo. Nishamuona. Ameolewa na huyu hapa macho manne. Kumbe ndo huyu. Lakini cha ajabu anamteza. Yaani hapa kaka, liwao na leo tunaondoka naye. Hakuna kumwacha mtu hapa. Tunaondoka na mke wetu. Wewe wegeni unakuja kunitishia nyumbani kwetu? Mimi ndugu yangu, najua unajiuliza sana ndugu yangu, kwa nini nimekuita hapa sasa hivi? Lengo kiko hiki hapa ndugu yangu Zija, cha kukupa shukrani, kutoa shukrani kwako, na pia nimekaa nimefikiria sana ile swala lako uloniambia tuondoke mbali na hapa. Nimelifikiria sana, nimeona upo sahihi. Mimi na mpenzi wangu tumeamua tutaondoka mbali na hapa, kwa sababu hapa changamoto zimezidi kuwa nyingi. Mara tukimbizane, mara si hivi na hivi, ukatokea huku katokea huku, ukakabana. Maisha gani haya ndugu yangu? Kwa hiyo tumeamua sisi bora tutoke tukaanze maisha mengine sehemu nyingine. Najua Mungu tu atatusaidia huko tunapoenda. Kwa hiyo nimeanza na wewe ndugu yangu kukupa shukrani, maana umetusaidia pakubwa sana toka mwanzo mpaka sasa hivi. Msaada wako na utambua blaza. Nashukuru sana kaka. Pia tukishamalizana na wewe, maana leo hatutalala kwako, tutaenda kulala kwangu. Yaani mimi na mpenzi wangu tutaenda kulala kwangu, na utakuja kulala kwako, maana safari inaanza kesho. Kwa sisi kesho kabla kuondoka tutaenda pia kwa mganga asubuhi kwenda kumwaga mtaalamu, maana mtaalamu naye katusaidia pakubwa, ana nafasi yake na yeye naye kwenda kuchukua baraka kwake, atubariki safari yetu. Naomba utubariki Zinja ndugu yangu, safari yetu ndio hiyo, tunaondoka. Mimi bwana ndugu yangu Jamali, kwanza nishukuru sana, na pia ni jambo la kumshukuru Mungu kwa wewe kubali ushauri wangu wa kwenda mbali kuanzisha maisha mengine na shemeji. Na mimi sina lolote la kuzuia, ila naombea tu mwanze safari salama na mfike salama, mwanze maisha yenu vizuri kabisa kwa amani.
Mimi nashukuru sana kaka, kwa sababu hilo nimelifikiria sana. Afu ukimwangalia shemeji yako, si unajua mjamzito tena huyo, namuona na ningependa kwamba akijifungua tu jina nitoe mimi. Sasa mimi huko sipo, huko utajua mwenyewe na shemeji yako. Mimi huko sipo. Humwite wewe tena jina shemeji? Sasa hivi kuna majina ya kisasa bwana. Hayo majina yangu bwana. Basi ndugu yangu, mimi niseme kwamba nashukuru sana, umeniheshimisha sana ndugu yangu. Maana mimi nimekuwa mtu wa kwanza kabisa kujua hii safari kabla mtu mwingine yeyote. Ila kaka, mtoto akizaliwa tu mtoto, usijali. Wewe ndo wa kwanza kumuona. Sawa. Ila si tu asije. Hilo haina shida. Kaka. Umetupaidia pakubwa kutupusu kutusindikiza twende kwa makatia. Sawa. Ndugu yangu kama waenda kuendelea na harakati yako siku baada ya kupatwa nimetulia. Nikamatwa na hapa bachi wapo. Mwenye mkuu, nimekuja tena katika himaya yako. Kwanza nilikuwa napenda kukushukuru sana. Hivyo ndivyo uganga unavyotakiwa, kuwasaidia wale wasiokuwa na hatia. Tena ukija kupata muda tena au wasaa kuonana naye, waambie nimewatabiria watakata watoto mahacha. Babu, dhumuni la kuja kutoa neno wasuko mimi na mchumba wangu, kwa sababu tumepitia malini mengi sana, na mwisho wa siku uovu wote ilitaka kupitia wewe yakubali. Labda niseme kwamba hata mimi niwashukuru kwa kuja kutoa neno la shukrani, maana ni watu wachache sana wenye uwezo wa kufikiria hilo, wa kutendewa jambo alafu kuja kushukuru. Ila niseme kitu kimoja, mama yangu, usichokijua, ulichokuwa unakiota sio ndoto kama unavyofikiria, ni ukweli kabisa, kwa sababu uliokuwa unamuota anayefanana na wewe alikuwa jini, lakini yeye alikuwa anakuja kwa taswira inofanania na sura yako. Na habari ya kukufurahisha, amekutabilia utakapokuja kujifungua utajifungua mapacha. Unasema kweli babu? Ndio. Asante sana Mungu. Hivyo ndio inavyopasa kumshukuru Mungu kwa wakati wowote. Labda nikuulize swali, vipi, ushamuoa? Yaani niseme bado bali, lakini nipo kwenye maandalizi yao, kwa sababu nasubiri mpaka mtoto ajisingue kidogo hapo. Maandalizi ya ndoa atakuja. Wakati unaendelea kusubiri ili ajifungue, huu ndio wakati mwafaka wa kuanza kufanya maandalizi ya hiyo ndoa. Akishajifungua na kutoka 40 tu hao watoto, basi ushunge naye ndoa. Umeelewa vizuri mama? Umeelewa? Mkomalia huyo, sawa? Siku mkomalia huyo atakuundikia tu watoto, sawa? Maana naona kijana huyu damu inachangalika. Haya, bibi, niwatakie safari njema. Haya, asante. Unarudi sana. Lula ni please. Haya. Yeah. Sawa dada.